Umewahi kufika mahali ambapo unahisi sasa basi, inatosha, unataka kuacha kila kitu? Najua. Ujumbe wa leo ni rahisi sana, lakini una nguvu isiyo ya kawaida. Ni lazima uendelee. Hebu tuende pamoja tuone kwa nini hili ni jambo la maana sana kwako, hasa sasa hivi. Simama kidogo na ufikirie hili swali. Ukiamua kukata tamaa leo, sasa hivi, unajua kabisa nini kitatokea kesho. Yaani, hakuna kitu kitakachobadilika. Utakuwa pale pale. Sasa jiulize, je, huo uhakika wa maisha yasiyobadilika unakuridhisha kweli? Hiyo ndiyo hisia tunayotaka kuipinga leo. Angalia hapa, ni kama kuna njia panda mbele yako. Upande mmoja una njia ya kukata tamaa. Ni njia rahisi, inayotabirika, maisha ya kawaida tu. Lakini upande mwingine kuna njia ya kuendelea. Hii njia ina uwezekano usio na kikomo. Ni nafasi ya kuwa bora zaidi na kuona kwa macho yako jasho lako lote likizaa matunda. Sasa, ni njia ipi inahitaji jina lako? Sawa. Ili uweze kuchagua hiyo njia ya pili, unahitaji kitu cha kukusukuma. Unahitaji nguvu, si ndio? Katika sehemu hii inayofuata, tutazama ndani zaidi, ili kuipata hiyo sababu yako. Ile nguvu ya ndani kabisa ambayo itakufanya usimame imara na useme, siachi. Hebu tuweke mambo wazi. Kwanza, wewe unastahili kuona matokeo ya juhudi zako. Umeshangaika sana, usijinyime hiyo furaha. Pili, kila hatua unayopiga, hata kama ni ndogo, inakusogeza karibu na unapotaka kufika. Tatu, kumbuka hili, wewe haupo hapa duniani kwa bahati mbaya. Kuna sababu ya wewe kuwepo. Na muhimu kuliko yote, amini hili kwa moyo wako wote. Safari bado mbichi na mambo mazuri zaidi yako njiani yanakungoja. Tafadhali sikiliza maneno haya vizuri sana. Hukuumbwa kuwa wa kawaida. Uliumbwa ili uwe bora. Hii sio tu kauli mbiu ya kujipamba, hapana. Huu ni ukweli halisi kuhusu uwezo uliofichika ndani yako. Sasa jiulize, huo ubora unaonekanaje katika maisha yako wewe binafsi? Na unajua nini? Mara nyingi sana, adui yetu mkubwa ni sisi wenyewe. Changamoto zikija, ile sauti ndogo ya mashaka kichwani inakuwa kubwa na tunasahau jinsi tulivyo imara. Lakini nataka nikukumbushe ukweli mmoja. Wewe una nguvu kuliko unavyojidhania. Unaweza kustahimili mengi zaidi. Amini hilo. Okay, sasa hebu tuwe wa kweli. Safari hii sio laini. Ina milima na mabonde. Kushindwa ni sehemu ya safari, hakuepukiki. Swali sio kama utashindwa. Swali ni utafanya nini pale utakaposhindwa. Hebu sasa tujifunze jinsi ya kugeuza kushindwa kuwa ngazi ya kukupandisha juu. Hatua ya kwanza kabisa ni kukubali ukweli huu rahisi. Huwezi kushinda kila wakati. Haiwezekani. Fikiria hata mabingwa wakubwa duniani, hawashindi kila siku. Ukitegemea ushindi tu, unajiandaa mwenyewe kwa maumivu na kukata tamaa. Kubali kwamba kushindwa ni sehemu ya mchezo. Sasa hii inabadilisha mtazamo mzima. Fikiria hivi. Kushindwa sio aibu. Kinyume chake ni ushahidi. Ni ushahidi kwamba ulikuwa na ujasiri wa kuingia uwanjani kupambana, badala ya kukaa kando ukiogopa kama watazamaji wengine. Kila kushindwa ni alama inayoonyesha, mimi nilijaribu. Huu ndio mdundo wa mafanikio. Sikiliza. Kwanza unajaribu. Pili unashindwa, haina shida. Tatu unatulia, unapumua, unajifunza kutokana na makosa. Halafu, hatua ya 4, unainuka na kurudi tena kwenye pambano. Lakini safari hii ukiwa na nguvu na akili zaidi. Huu sio mzunguko wa kushindwa, huu ni mzunguko wa kukua. Kwa hiyo, kushindwa ukiendelea mbele, maana yake ni nini hasa? Ni hii sanaa ya kugeuza maumivu ya kuanguka yawe petroli ya safari yako. Kila kosa unalofanya linakuwa somo. Kila kuanguka chini kuna kusukuma hatua moja mbele. Yaani, hauanguki tu, unaangukia mbele. Karibu na lengo. Tumefika sasa kwenye kiini cha kila kitu. Huu ndio wakati wa kuweka ahadi. Sio ahadi kwa ajili yangu au kwa mtu mwingine yoyote. Hii ni ahadi unaojipa wewe mwenyewe. Ahadi kwa yule mtu bora unayotaka kuwa siku za usoni. Ni wakati wa kuamua kutomwangusha huyo mtu. Nataka usikilize maneno haya na uyaruhusu yazame ndani ya moyo wako. Hii ndio ahadi yako mpya. Swali sio kama safari itakuwa ngumu. Safari itakuwa ngumu.
Swali ni, utafanya nini wakati itakapokuwa ngumu? Na jibu lako lazima liwe moja tu, nitaendelea. Haijalishi itachukua muda gani, endelea. Haijalishi ilauma kiasi gani, endelea. Na tunamalizia hapa na kuacha na swali hili la mwisho. Unajua vizuri sana matokeo ya kuacha na kukata tamaa. Ni njia rahisi, inayotabirika na isiyo na mshangao. Lakini vipi kuhusu ile njia nyingine? Je, ni mambo gani ya ajabu yanaweza kutokea usipokata tamaa? Jibu la swali hilo liko mikononi mwako. Nenda kalitafute.